like kama board transfer, unajua hizo vitu zote lazima zikuwe verified. So kama iko legit apart kwa verification, of course ita fail. So finally hakuna shamba utaweza kupata. So I think ni muhimu sana, first of all unajua kama companies legit. Inaweza kuwa na physical address, yes, but hizo details, hizo documents ikuwe haina. Na hizo ni documents unafaa uitishe na upewe. Ukitisha waanze na usiogope kuitisha. Unajua bado kuna watu wanaogopa kuitisha. Somebody amekuja akakupea customer service iko salama, and then you just think huyu hizi ni bia ndo. Muitisha documents and protect your money. Ni jasho yako. So exactly. Lazima ikue and but pia kampuni wazi na fail watu because unakuta company imeenda kanunua shamba ilikuwa na dispute. Maybe the uncle and the brother maybe mmoja hataki kuuza shamba, but maybe title imeandikwa a certain part and house, but you see you have not settled the dispute. So in some years to come utakudia hiyo kitu bado inasumbua mwenye mzigo shamba. So how do you know that hiyo shamba unaenda kununua haina any issues, like hakuna anko alikataa kuuza shamba? Okay, mimi sidhani company inaweza like kama the company is legit inaweza nunua shamba yenye iko na disputes waende wakauzie watu. Just pia kuna hiyo process ya kwenda kwa land control board nini na tuliambiwa kuna place ukifanya sijui nini na kuonyesha caution like land iko na dispute. Kama the company is legit penye haitanunua shamba zenye iko na dispute. Company ukienda kununua shamba inafaa ukienda site visit tunaenda inakupea time nene unafanya due diligence. Unahakikisha na hapo kwa due diligence ndio unafanya vitu kama search. Kama company inakupea kitu kama hiyo, then unafaa unaanza kuwa na second thoughts. Juu sasa hapo kwa ukienda nafaa unainvolve your surveyor. Hiyo company ukienda kwa plot zao, plot ndio hizi unaweza wanakwambia kuna zaidi ya surveyor wako, unaweza fanya search anything for you to confirm na to be sure that's the. So unaweza kuja na surveyor wangu analizia shamba. But some companies zenye sio legit, of course hawatakubali kitu kama hiyo. Juu wanajua ukienda na surveyor wako then apate kuna some issues, of course utaanza kushuku na unaweza call the deal off. So I think ni vizuri kama kampuni unafanya kupea time, unafanya due diligence, una confirm by yourself, even with your surveyor, everything is fine before unaendelea na process ya kulipia pia. I think pia a lawyer. I think also need a lawyer. Like to verify those documents. Either ni offer letter ama ni sales agreement. Like whatever you're signing is legit pia. It's still you're signing something na pia iko na hooks ambazo zinakufunga wewe ambazo si nzuri. I think pia you also need a personal lawyer. Pia lawyer ni mzuri because of any transaction you make. Na vizuri sana as a legit company they don't accept cash. Najua hakuna proof ulipeana pesa for example. Cash. So ni vizuri wakati unapeana hiyo kampuni either you are lawyer ama the company's lawyer kama unamtrust. Sasa hapo ndo advocate anakuja, that is where the advocate draws the agreement, the sales agreement. Anahakikisha yeye anasema ni kweli this amount was paid, and even the agreement inaonyesha you paid this amount to this person through this bank or this this platform. So inafaa kuwa ina involve kitu kama na testimonials. I think you should, before going to buy land somewhere, jaribu kutafuta testimonials. Jaribu purchase from that company. But you see, if I'm a new client, mimi nina haja tu na shamba yangu. Sasa unataka shamba yako na utaki kuprotect pesa yako. I think the good thing is you ask the company for previous title deeds. Yes, so you can go testimonials that they can be fake. You can ask for previous sites that they have done. Kama huku tukipeleka mtu site visit tunaanzianga from the very first project. Tunakuonyesha the very first project, tunakwambia it's already sold out. Second project, it's already sold out. That project, it's already sold out. Alafu tunakupeleka the other projects that we are having. By that utaona hadi ukiingia tu kwa hiyo shamba, like for example if you go to a very first project, there are people who have already built their homes and have settled there. Unaweza ingia umuulize, by the way, how is your interaction with Azima Properties? You see? Na hapo from there you can call like
at least it's a place that I can trust with my money and my investment. Yeah. We all say that information is power. And don't just assume something because somebody smiled at you. And that is why here at Azima Properties, we encourage free site visits, and our offices are located at Nairobi, Ndogo, Kikuyu. And we have various projects. We have number 4, it is going for 1.5 million shillings. And we have number 5, it is going for 1.6 million shillings. And the good thing is you can deposit with 100,000 and the rest you can pay with installments of 24 months. Come and invest at Azima. And here at Azima we say power to On land. Na kuna free site visit. Yeah.